hapa, zilikuwa zinatoka hapo. Sasa ile hali ya kutoza, hii ngozi ikaanza kuchitoa. Sasa hata saa hii bado inachitoa. Hizi ngozi zinachitoa. Yeah. Sasa ile hali ya kuchitoa, vile ngozi inachitoa, tufido tunatoka kwa mguu. Wakati tunatoka nazo tunaanza kutoka na uzaa. Sasa vitu zikitoka zinaanza kufura. Vile mguu inafura nazo zinaanza kunenepa. Zinaanza kunenepa kuwa kubwa. Mpenzi mtazamaji, tumefika katika kijiji cha Boroko, Bonchari katika Katuzi la Kisii, ambapo kisa chetu hii leo na kuletea jamaa moja ambaye anaendelea kupitia magumu. Jina langu ni Edwin Mukaya na bila shaka wacha nimpatie nafasi ili aweze kujitambulisha. Niambie pengine majina yako, unaitwa nani? Vile vile unaweza kutuelezea area ya kwenu unaitwaje? Pengine nimekosea. Umesema ukweli. Na mimi naitwa Mofat Uhuru. Ni mkaaji wa hapa Bonchari. Ila ni ndio majina yangu. Kuna mambo mengi ambayo yanakukuta, pengine tungeenda moja kwa moja, tupige tu story, utuambie ilianzaje, ugonjwa ulianzaje hadi sasa hivi. Usema kweli, mimi nilikuwa vizuri na nilikuwa mwendeshaji wa pikipiki. Nimeendesha pikipiki kama around 5 years. Lakini siku moja tu nilikuwa natoka kazi kitu kama saa 3 hivi na nusu za usiku. Sasa wakati nilikuwa naingia kwa nyumba, pikipiki tu ikateleza tu hapa kwa mlango kidogo. Ukiingiza kwa nyumba? Nikiingiza kwa nyumba. Lali ya kuteleza tu kidogo, ikani affect tu kidogo mguu. Kanigusa tu kwa hii mguu hapa kwa magoti. Lakini sikusikia vibaya. Niliamka tu kesho yake tena nikaenda kazi. Ilikuangukia ama kukwaruza tu? Yaani ile sulona wakati nilikuwa naingia kwa nyumba, nilikuwa tu naingia kwa nyumba nikiwa juu. Okay. Sasa ila ni kitu yenye nilikuwa nimezoea. Sasa ile hali tu wakati nilikuwa tu juu nikiingiza tu kwa nyumba ikateleza kidogo. Sasa ile hali ya kuteleza, ukuta wa nyumba ndio ilinigonga tu magoti kidogo kwa sababu ilikuwa imenilalia tu hivi. Sasa ile hali ya kunigonga mimi nikasema haikuni affect sana, niseme eti nimesikia vibaya. Nikaingia tu kwa nyumba, nikalala. Kesho yake nikaamka. Wakati niliamka nilisikia tu uchungu kidogo, lakini nikasema haina pain sana, wacha tu niende kazi, nitakunywa tembe baadaye. Sasa mimi nikaenda kazi, kufika kitu kama saa 4 hivi nikasikia uchungu kabisa. Sasa kutoka hapo nikakimbia hospitali. Pengine hiyo ilikuwa mwaka gani? Ni 2014. Okay. 2014 ilikuwa mwezi wa 7 date 13 tarehe 13. Sasa mimi wakati niliingia kwa nyumba, yani vile nilienda nikapewa ile madawa, nikakuja nikameza, nikakuja nikalala. Sasa kesho yake sikuamka. Mwili nianzia tu hapo. Hii mguu ya light kaanza kufura. Ya left ilikuwa tu sawa, lakini right ndio ilianza kufura. Ikafura. Kesho yake wakati niliamka nikapata imefura hivyo, mimi nilienda hospitali hapa yetu hapa Matongo dispensary. Masista wakaniangalia, wakaniambia hii mguu vile imeumia hivi ipeleke hospitali general. Sasa mimi nikaona tu acha nipelekwe hiyo hospitali hapo niende kutibiwa kwa sababu mguu imenianza na sijui shida yake ilikuwa gani sasa Said, kwa sababu wakati nilienda hospitali general nilienda nikapimwa x-ray, wakaniangalia hapa wakaniambia hakuna shida yoyote imeonekana kwa hiyo mguu. Mguu bado inaonekana iko sawa, lakini hiyo hali ya kufura na vile imefura speed hatujui hasa shida imetokea wapi, lakini bado tutaendelea kukuchunguza tuone shida imetokea wapi. Sasa ndipo hapo wakanipima, wakatoa damu. Sasa wapime damu, wanaweza kupata ni ugonjwa iliingia kwa mwili. Sasa wakapima hiyo damu, machipi katumwa Christian Malian, nyingine kapaki hapa hospitali na nyingine kaenda kuna hospitali yenye kwa hapa Equity.
wakapima hapo, lakini sasa the same ikakuja tu eti hakuna ugonjwa, unaona. Sasa nikakaa hospitali kama wiki 2. Sasa mzee akasema hakuna ugonjwa yenye unatibiwa, bado wanakuangalia tu hapo hivyo, kitu yenye iko wacha tu nikurudisha nyumbani, nikupeleke hospitali nyingine ama nikupeleka hata kwa maombi, kwa sababu sasa hiyo ugonjwa imeanza kuwa kaa kisungumkuti, kwa sababu hakuna shida yenye inaonekana. Mzee akanitoa huko, akakuja, tukakuja, nikakaa siku 2. Mzee akasema kwa sababu sina nguvu, nitakondiza samba alafu nipate pesa nikupelekee hospitali. Sasa mzee akatafuta mtu akamwambia on Monday nitakuja, nikuje ndio hizo pesa niwapea, alafu mpelekee mtoto hospitali. Na pengine bado mguu ulikuwa umevimba? Ulikuwa umevimba hata baada ya x-ray? Wakati wa x-ray bado ilikuwa tu hivyo. Sasa shida haikubadilika, haikuenda ibadilike, sema sasa imebadilika. Sasa mimi kutoka hapo mzee akasema kama huyu amekubali Monday atakuja, tusubiri alafu tuone vile nitakusaidia. Na kusema kweli haikufika hiyo Monday. Mzee aligonjeka siku ya Alhamisi akasema nimesikia vibaya tu bure tu hivyo, na yeye the next day Ijumaa usiku kitu kama saa 1 hivi akakufa hivyo. Alikuwa ameenda hospitali? Alipelekwa hospitali hapa hiyo day yenye Alhamisi yenye alikuwa vibaya, akapelekwa hapa Nyamagundo. Sasa kutoka Nyamagundo wakamshughulikia, wakaona dalili iko sawa, lakini tena dakika kidogo tu hivi tena akabadilika. Wakasema hapana, huyu sasa kitu yenye mtafanya mpeleke town General. Mzee akapelekwa General, akalala huko General hiyo usiku mpaka Ijumaa, lakini kitu kama saa 1 hivi tukapigiwa simu kwamba amekufa. Nashaenda tu hivyo. Saa ile hali yangu ya kushughulikiwa, eti sasa tuanze mambo ya kushughulikiwa, nikasimamisha tu kidogo. Basi ikabidi simame waanze mambo ya masizi. Baadaye nilikaa tu nikavumilia hiyo mambo yote vile yaliisha. Sasa wakati nilikaa hivi kajaribu kushughulikiwa tu kidogo, ikasindikana. Dadangu wakanitoa hapa wakanipeleka Narok. Wakati walinipeleka Narok nikakaa huko Narok, wakanipeleka hospitali za Narok sasa kwanza kunishughulikia huko. Sasa vile nilishughulikia huko, hiyo hospitali wakajaribu kunyorosha hii, kwa sababu hii mgazi ilikuja ile hali ya kufura ikakuja zikaanza kureduce, kupungua. Sasa ile uvimbe vile ilianza kupungua, bado hii mguu ilikuwa imekwama kwa hii makoti imeblock. Sasa madaktari wakaanza kuijaribu kuinyorosha, waona kaya itarudi tu normal, kwa sababu sasa ilikuwa imechikunja, imekaa tu permanent hivyo. Kutoka hapo madaktari wa Narok wakasema hapana, huu mguu mkifozi inaweza kuvunjika, kwa sababu ni kitu yenye imekaa hivyo na mjui shida itokea, kwa sababu haionekani. Na wakati ulikuwa unaweza hata kukanyaga hata kama ni kwa uchungu? Sikuwa na kanyaga, nilikuwa tu nashikiliwa na pebwa, kwa sababu mguu bado hii joint ilikuwa inahisi uchungu sana, kwa sababu nilikuwa nasikia nikaa imekatika, nikaa mguu tu imevunjika. Sasa nikitingizwa tu kidogo nasikia uchungu zaidi. Sasa nikatolewa hapo nikapelekwa Kichape. Wakati nilienda Kichape nikapelekwa CT scan. Scanning kwanza, nilifanywa scanning kwanza. Vile walifanya scanning wakaniambia kitu iko hapa, tutakutuma Nairobi, kuna hospitali yenye inaitwa German Medical Center iko Nairobi. Kaniambia tutakutuma huko utuletee picha ya MRI. Sasa vile nilienda huko, vile nilifika huko Nairobi, tukaingia kwa hiyo hospitali, madaktari wakatuambia kwamba kitu iko hapa, wewe vile umeweka line hapa, wewe ende upimwe alafu utaambiwa. Lakini sasa hatukuwa na pesa, kwa sababu mimi nilikuwa najua hiyo picha ni kitu kama 1K ama 500, kwa sababu sasa nimezoea kupimwa hizi X-ray nini. Sasa mimi nikaona ni tezem, lakini sasa kufika huko tukaambiwa hiyo picha ni 18,000 ya MRI. Si tukawaambia kitu iko sasa, kwa sababu hatukuwa na hizo pesa, wacha turudi
tujipange ndio tukuje. Tukapigia brother yangu akasema bedhe, kwa saa hii pesa yenye nilikuwa nayo ni hiyo niliwapea, lakini sina kitu, nitafanya nyinyi rudi, alafu tutafute hiyo pesa polepole, ikipatikana ndio aenda akapimwe. Sasa kutoka hapo tukapigia marafiki wengine, wakatuambia hapana, msirudi, wacha tutafute hata tukope kutoka kwa chama, mpewe hizo pesa apimwe, alafu akuje na hiyo majibu. Bedhe hizo pesa zilikopwa kwa chama, sikatumwa, tukaenda kupima. Sasa wakati nilifika kwa ile mashini ya MRI tena ikabadilika. Sijui sasa vile ilibadilika hapo, kwa sababu vile nilifika tu hivyo wakaniambia hii mguu vile imechikunje imelala hivi, na hii mashini ya MRI tunataka kitu yenye iko straight hivi, ukiwa kaa uko straight, unaona. Sasa ile hali ya kuniambia tika niko straight, wakaniambia sasa kitu nitakufanyia, tutakufanyia scan, CT scan badala ya MRI, unaona. Sasa wakanibadilisha, nikawaambia mimi kitu yenye nilitumwa ni MRI, kama imesindikana mnikataze, unaona. Sasa wakaniambia the same CT scan na MRI, hiyo majibu ya CT scan inaweza kuonyesha na bado inaweza kalete kwa hii MRI, yani haiko tu mbali vile. Sasa unajua mimi si daktari, mimi kitu yenye nataka ni kutibiwa nipone, unaona, kwa sababu niko na familia ambayo inaniangalia. Sasa kutoka hapo mimi nikakubali, kwa sababu si daktari, sijui. Nikapimwa hiyo CT scan, tukamalizana. Kutoka hapo Nairobi tukakuja. Nilitoka Nairobi kitu kama saa 6 ya usiku, nikarudi direct kuja kwa nyumba. Sikuwa na direct hospitali, kwa sababu hata kama ningeenda direct sikuwa na njia yoyote, lazima ningefika kwa nyumba tuchipanga, alafu ndio nirudi Kichape. Sasa kitu ilifanyikia mimi nirudi kwa nyumba, tukakaa siku 2-3 hivi tukachipanga tena, ndio nikarudi Kichape sasa kupeleka ile majibu, kwa sababu mimi sijui kenye nimebeba. Mimi najua tu nimebeba majibu yenye daktari walitaka wa Kichape. Kufika Kichape, daktari mkubwa akaitwa ile wa kuangalia mifupa. Sasa akaitwa, tukaongea na yeye, akaniuliza sasa majibu yenye ulituma na ndio tunataka, unaona. Mimi nikatoa hiyo majibu nikampea. Wakati nilimpea, daktari kuangalia akasema hii mguu hata kama mmenipea majibu ni CT scan mmenipea, na tulikutuma MRI, unaona. Sasa mmeleta ya CT scan, na hii CT scan tuko nayo hapa. Tungetaka kufanyia CT scan tungekufanyia hapa, unaona. Hiyo mashini iko huku, hatungekutuma Nairobi kama tulikuwa tunataka ya CT scan. Tulikutuma kwa sababu hatuna hiyo mashini ya MRI hapa. Ndio maana tukakutuma huko. Mimi nikasema hakuna shida. Sasa kama imesindikana nitafanya aje? Daktari akaniambia kitu yenye natakiwa ni MRI. Kidogo daktari kuangalia, kwa sababu unajua kutoka huko wakati unashughulikia huko kuna namba zenye zinaandikwa kwa hiyo malisiti. Daktari fulani ndio alikushughulikia kutoka huko. Sasa daktari akapiga hiyo namba. Kupiga namba wakaongea na hiyo daktari, vile waliongea wakamwambia bedhe, huyu mtoto mwenye tulituma hivi na hivi na hivi, tulimtuma kitu yenye ilikuwa na saidi ni MRI, si yenye mmempea CT scan. Sasa daktari akamwelezea, akamwambia MRI inatakia hivi, sijui mtu ako miguu kama iko straight ama kitu yenye iko straight ndio anaweza kupima kwa hiyo machine. Sasa daktari akasema kama imeshindikana hapo tutafute njia nyingine, unaona. Na njia yenye tukapata ni tulikuwa tunataka ni hiyo MRI, unaona. Sasa kupigia kakaangu nikamwambia tena imeshindikana, nimeambiwa hii haina maana, sasa tutafanya. Kakaangu akasema hii miaka yote nimekuwa tu nikishughulika mara nini, nimekopa pesa, saa hii sasa mzigo imekuwa kubwa, sasa nitafanya aje tena na hatuna njia nyingine? Ama hiyo mambo ya hospitali imeshindikana, sasa daktari wanashinda kukukataza, wanaona tu watupe tu challenge hivi na hivi, unaona. Sasa nikamwambia mimi nimeshinda vile nitafanya, kwa sababu sina njia nyingine. Baadaye nilitoka hapo nikakuja kwa nyumba. Sasa hali ya kukaa kwa nyumba nikakaa kidogo. Sasa kitu yenye niliamua, nikaona kwa sababu nimeshindikana, nikaamua nikaingia kanisa. Kaanza tu kwenda kanisa pole pole. Sasa siku moja nikakuja nikasikia mwili vibaya, nikaa malaria imeingia kwa mwili tena.
Sasa hii mguu sasa imepungua, imekuja tu normal, hainiumi kwa hii magoti. Sasa imepona tu kwa hii magoti, imetulia. Uvimbe imeisha. Uvimbe imeisha, imetulia. Ilikuwa imeisha kabisa, sasa niko normal. Hii mguu, lakini bado ile block ya hii magoti yenye kufunction haifanyi. Imekwama tu. Sasa nikasema kitu hiko ilikuwa ni mipango ya Mungu kwamba nitaishi tu nikiwa hivi. Penye imefika naweza nikakubali. Sasa kitu hiko wacha nitumie mguu mmoja nitembelee. Nione vile ninaweza nikafanya nisaidie familia yangu. Unaona? Sasa nikatulia. Sasa hii shida yenye hii mguu, hii penye ilitokea kwa hii mguu kugonjeka, nikasikia malaria nikiwa bado Narok. Sasa ni mguu mwingine tena. Na hii baadhi vile nayo ilianza kwa sababu hii imepona, imetulia, lakini huwezi siwezi nikainyorosha. Okay. Bado natembea tu ikiwa imekuchikunja tu hivyo. Sasa hii nayo hii mguu nilianza kusikia ni kama malaria imeingia kwa mwili yangu. Sasa ile hali ya malaria tena ikafufua ile ugonjwa yenye ilikuwa tena kwa hii mguu. Unaona? Sasa hii mguu bado nayo ikaanza kufura. Tena. Sasa ile ya kufura ika-affect na hii mguu mwingine. The same na hii hasa nayo ikaanza kufura, ikaanza kuleta uzaa. Hii mguu ile geuka sasa ikakuja ikakuwa hizi vitu zenye unaona hizi. Hizi ni uzaa zilikuwa hapa. Zilikuwa zinatoka hapo. Sasa ile hali ya kutoa uzaa, hii ngozi ikaanza kuchitoa. Unaona hata saa hii bado inachitoa. Hizi ngozi zinachitoa. Yeah. Sasa ile hali ya kuchitoa, vile ngozi inachitoa, tudogo tunatoka kwa mguu. Wakati tunatoka nazo tunaanza kutoka na uzaa. Sasa vitu zikitoka zinaanza kufura. Vile mguu inafura nazo zinaanza kunenepa. Zinaanza kunenepa kuwa kubwa. Sasa vilianza kuwa kubwa hivyo, nikajaribu sasa kuanza kushughulikia. Nikaenda hospitali bado General sasa ya Narok. Nikarudi bado huko. Baadaye nililazwa huko kama wiki 2. Sasa sijui ni shida gani ilitokea kwa sababu vile nilikuwa na kwa hiyo hospitali nilikuwa natibiwa. Na kitu yenye nilikuwa natibiwa sana ni painkiller zenye nilikuwa napewa. Kwa sababu hakuna dawa nyingine wananipea. Ni painkiller tu za kupunguza ile. Hauna shida I guess. Hakuna shida. Hakuna shida yenye inaonekana. Sasa kitu yenye nilikuwa wananisaidia tu ni painkiller za madawa. Ili yani sindano tu nadungwa ili ipungue kuniuma kwa sababu nilikuwa naumwa sana. Nikakaa kama wiki 2. Daktari wakaniambia kitu iko hapa. Sasa na sisi tunataka tutoe kwa hiyo mguu, tunataka tutoe nyama kidogo. Hiyo nyama ipelekwe Nairobi, ingine iende Eldoret. Uende sikapimwe. Alafu kutoka hapo ndio tutajua sasa shida iko wapi. Unaona? Sasa sijui ni shetani mgani aliingilia. Unajua ukiwa huko hospitali ukiwa umelazwa huko, wakati unaambiwa eti unaenda theater, kuna nguo yenye unaletewa ile ya theater, inaletwa inawekwa hapo. Alafu time yako ikifika unavalishwa unapelekwa. Na huko kwingine zinaletwa tu. Sasa wengine mimi wakiletewa dakika kidogo wametoka mimi yangu inaweza kaa hapo kutoka asubuhi mpaka jioni. Tena irudishwe. Tena kesho inaweza ikaletwa kama safari 4. Sasa mzazi akauliza kwa ni shida gani iko hapa? Mara unaambiwa kidogo eti emergency imetokea nini? Mama akasema hapana. Ni shida gani? Akaenda kuulizia. Akawaambia mimi hii ni safari ya 4. Hiyo nguo inaletwa inarudishwa. Lakini wengine wenye wako na yeye mpaka wenye wametoka nyuma wamempata akiwa hapa wanapelekwa. Unaona? Ni kama muone kama ameumia. Unaona? Madhe akasema kitu iko hapa hii temptation ziko hapa. Kitu yenye tutafanya jaribu njia ama utolewa hapa sasa. Nikamwambia mama, sasa umenitoa hapa hospitali. Hakuna mahali penye unaweza kunipeleka tena. Hakuna hospitali unaweza kunipeleka. Hapa penyewe pesa zimeenda, imefika kama 16 na hauna hata shilingi. Sasa tutafanya aje? Madhe akaniambia kitu iko, wacha tutafute njia. Nikutoa hapa nikupeleke kwa nyumba. Si unaona bado kitu yenye unapewa ni hizo painkiller. Ndio bado unaendelea tu kupewa. Na nimejaribu hii miaka yote tumekimbiza hospitali nini imeshindikana. Hakuna ugonjwa yenye tunaona amali inaonekana. Kitu hiko wacha tukupeleka kwa nyumba.
tukutafutie daktari mwenye anakuja na kutunga hizo madawa, tununue hizo madawa kwa sababu tunanunua bado huko. Tununue hizo madawa, anakuja na kudunga asubuhi na jioni vile kama unaendelea kutupiwa tu hapa. Tuone vile itakuwa. Bebe nikasema ni ukweli kwa sababu hata hapa nimekaa tu hivi nikwambiwa leo unaenda inaisha. Leo kesho unaenda inaisha. Nikatolewa hapo nikapeleka kwa nyumba. Kusema kweli nilikaa kwa nyumba nikiendelea tu kutipia hizo madawa kitu kama miezi 3. Na hizo miezi 3 sio kwamba eti ninaamuka nione chua nje. Siwezi nikaamuka. Penye niliekwa ni hapo. Sasa wakati ilikuwa zote sasa zimevimbana zaidi hata hizi. Sasa siwezi nikatembea wala kukaa. Hata kukaa hivi siwezi nikakaa. Nimelala tu hivyo, kama ni chakula naweza nikaletewa nikule tu nikiwa nimelala hivyo. Nikakaa for 3 months. Siku moja hivi kuna pastor walikuja kwa nyumba. Wakaingia, wakanisalimia, tukaongea na wao. Na kitu yenye nilikuwa nahisi nayo ni hizi tembe Brufen. Brufen ndio nilikuwa, yani hiyo nizipokunywa hata 2 siwezi nikalala. Sasa na meza wanasemanga ni meza moja, lakini sasa mimi kwa sababu nilikuwa naumwa sana, mimi naona nikimeza kama moja hata akanisaidia. Sasa nakunywa hata 2. Sasa hiyo siku nikatuma hizo Brufen nikaletewa. Nikaziweka tu kwa kitanda. Penye nilikuwa nalala hapo chini hivi nikaziweka hapo. Time ikifika nikunywa ndio nilale. Alafu pastor wakatembea, wakanisalimia, wakafanya maombi hapo. Bila walimaliza kufanya tu hiyo maombi, kusema kweli walitoka wao wakaenda. Sasa mimi wakaniacha nikiwa nimelala. Na walitoka kitu kama saa 1 hivi. Ya usiku. Walitoka kwa nyumba kitu kama, kwanza walikaa kwa muda sana kwa hiyo nyumba. Wakiendelea tu kuomba, wakiendelea tu kunipa matumaini. Sasa vile walitoka wakaenda, mimi nikabaki sasa nikiwa solo hapa kwa nyumba, naendelea kufikiria sasa nitafanya nini? Ni kitu gani naweza nikafanya kinisaidie? Nitafanya aje na mimi nitoka hapa? Angalau hata kama nirudi vile nilikuwa na hiyo mguu mmoja nianze kutembelea tu hiyo mguu mmoja. Vile niendelea kuwaza tu hivyo, baadaye sijui, siwezi nikakwambia penye nilipata usingizi, nilitoa usingizi kwa hiyo siku. Ni usingizi tu ilikuja nikalala, sikukumbuka wala zile tembe zinakunywanga, sikuzikumbuka. Mimi niliamka tu asubuhi nikakumbuka kweli usiku nilikunywa tembe. Sikukunywa. Kuangalia mguu ile uzaa yenye zilikuwa kwa hiyo mguu, zile uzaa zimekauka. Zimekauka, lakini hata kama zimekauka unaweza kuona mguu bado iko imeumia, lakini sasa ile uzaa ile maji yenye natoa kila saa imekauka. Nikasema hapana. Kwani siku moja hivi, usiku moja tu hivi na mguu inanionyesha nimepona. Nikasema Mungu ni mzuri. Nikasema kusema kweli na tembe sikumbuki penye nilisiweka, na niliona nimesiweka tu hapa kwa kita. Nikamwambia bibi, kitu yenye utafanya niletee maji kwanza nikunywe, kwa sababu inaweza kanidanganya imetulia. Nisipokunywa hizo tembe tena nianze. Unaona? Bibi akaniambia tembe si uliweka hapo chini, si utoe basi ukunywe. Kaniletea maji akanipea. Wacha nianze kutafuta tembe. Nikatafuta tembe sikanikosa. Naulizeka pale. Penye ni mimi mwenyewe nalalanga na pepa tu mattress na siweka chini ya mattress. Lakini sasa wacha nitafute silinikosa. Na hizo tembe wallahi hata siku siona vile walitoa vitu hapo, siku siona penye silienda. Mimi nikasema sasa hii ni mipango ya Mungu, kwa sababu vile nimejisikia saa hii hata naweza nikakaa, hata kama sitoki nje naweza nikakaa. Wiki 1, 2 mguu imekauka, imepona. Lakini hata kama imepona zote 2. Siku sasa normal. Sasa simerudi tena normal, but ile ufimba ikwendi irudi, ikuwe normal. Lakini ile uzaa imekauka imerudi tu sawa. Lakini ingine hata kama ilikuwa imeafekiwa tena kidogo, lakini ilikuja ikarudi tu sawa. Kutoka hapo nikakaa pole nikakaa, ikafika tulipiga kura 2017 za urais ndio. Na nilikuwa Narok. Niko na familia na Mungu akaenda akanichalia nikapata na twins watoi. Sawa watoi twins ni wadogo.
Saa wakati nilifikiria ile mambo ilitufanyikia 2007 na mimi niko hapa, siwezi nikakimbia. Hata kama nimepona, ni hizi mikongojo bado natumia kutembelea. Siwezi nikakimbia hata kama nikistuliwa kidogo, na familia yangu ni wadogo. Kitu yenye nitafanya, nitarudi nyumbani. Bedhe nilifunga safari kutoka hapo nikakuja huko. Kufika huko nikaingia kwa nyumba ya mama. Bedhe ndio nilianza sasa kukaa kwa nyumba ya mama. Tukakaa kwa hiyo nyumba ya mama kitu kaa mwezi mmoja hivi. Nikapata rafiki akaniambia, kitu yenye utafanya, uwezi ukakaa kwa hii nyumba ya mama, uko na familia. Niko na mapati hapa na mti. Takupea mti halafu nikupea na mapati 9. Halafu uchengewa tu kwa nyumba kadogo hivi kenye unaweza ukakaa utoke kwa hiyo nyumba ya mama. Mimi nikaona Bedhe naye amekuwa msamaria mzuri. Hapo amenisaidia. Sasa vile nilianza hivyo, ni yeye kwanza alileta hizo miti akaikatakatwa ikaletwa mpaka hapa na gari. Alafu akaleta hiyo mapatiza ikaletwa. Sana watu wengine vile waliona hivyo wakasema hapana, huyu kijana si alituendeshea pikipiki hapa siku mrefu, yani kwa muda. Sasa kitu hiko na sisi tumpe support, unaona, kwa sababu kuna familia, tumpe support apate nyumba yake. Baadaye nikapata, nikikuwa nimekaa kidogo, mtu anakuja na mapati moja, mtu anakuja na hizi miti. Muda kidogo hivi nyumba yangu imeanza kutengenezwa. Ikakuwa ndio hii ama hii? Ni ikakuwa. Sasa nikaona kitu yenye iko hapa ni kuingia kwa nyumba yangu. Sasa nimepata nyumba. Nikaanza kustruggle siku kidogo hivyo. Alafu tena kichichi kaona hapana. Hii kichichi yetu yenye misunguko ikaona hapana. Huyu mtoi hata kama akiwa hivyo baada achasaidika. Lakini sasa huu wakati at least ulikuwa unatembea na nilikuwa natembea na mkongojo. Hata kama mguu hii ilirudi ikiwa tu iko sawa, lakini kama hata kama function hii, hata kama ilikuwa ufimbe, lakini naitumia kuitembelea. Unaona? Naitumia tu kutembea. Na huko nahisi uchungu. Hata kama nahisi uchungu, siwezi nikalala kwa nyumba. Unajua mtu lazima unaweza ukatoka nje, upigwe chua, tuongee na watu niwaone, kwa sababu ni mtu mwenye nimekaa kwa nyumba, nimeishi kwa nyumba, na mimi natamani kuona hata watu vile ninaona tu hivi. Sasa kutoka hapo vile waliona hivyo wakaniambia hatutamsaidia. Kitu nitafanya tena tumpeleke hospitali. Ama ikishindikana, kama hospitali ilishindikana, nimpeleke kwa maombi, fata muombe. Ukapata ni ibilisi aliingia hapo katikati akaanza kusumbua ukichana. Sasa tumpeleke kwa maombi na Mungu pia anasaidia, unaona? Mimi nikasema hakuna shida, kwa sababu mimi kitu yenye nataka kwanza ni kupona. Kitu yenye natamani kabisa nirudi kwa kazi yangu, unaona? Nikatolewa hapo, nikapelekwa Suneka, Paris. Wakati Fata Masese ndio alikuanga hapo. Tukaenda kwa Fata, tukaongea na yeye, nikamuelezea story yangu vile nilianza. Fata kitu yenye aliniambia, kusema kweli sitakuombea kabla haujaenda hospitali. Hospitali yenyewe nilete hizo fomu nione kwamba hakuna ugonjwa. Kama ugonjwa ukikosekana ndio mimi mwenyewe sasa niamue kitu yenye naweza nikakufanya. Akaa ni maombi nikuletea za nyumbani maombi, sinaona. Mimi nikaona bado hakuna shida. Kama ni hospitali unataka niende, niambie vile nitafanya. Kitu yenye aliniambia, nitakutuma Galaxy. Kuna hospitali yenye kwa hapa town Galaxy. Inaitwa Galaxy. Penye Kisi mattress imewekwa. Saa hii ilikuanga Nakumatt hapo zamani, lakini sijui wameibadilisha. Nikuja nikaona imebadilishwa, imewekwa sijui Kisi mattress. Kisi mattress ama Taska. Taskis. Si ndio ilikuwa hapa Nakumatt, penye ilikuanga Nakumatt, lakini kuna saa vile nilitumwa hapo, nikaingia kwa hiyo Galaxy. Kidogo hivi nikaambiwa daktari mwenye utaona ni Oigara. Kuna daktari mwenye anaitwa Oigara hapo. Alikutuma kwake tu direct? Alinituma kwake direct. Mimi nikaenda mpaka kwa hiyo daktari, tukaongea na yeye, akaniangalia, akasema kitu yenye iko hapa hii mguu,
akaandika tu kabarua tu hivi, akaniambia kitu utatafuta, ende utafute kitu kama 40, alafu 40,000. Hii mguu tunataka ifanywe sijui upasuaji, irekebishwe, inyoroshwe ndio ikue. Mimi nikasema kama ni hiyo pesa, kusema kweli sijui vile nitaipata hiyo pesa. Lakini kitu yenye nitafanya, tutaenda nyumbani tuongee na watu, tuone kama wakijisikia tu kunisaidia wanaweza wakanisaidia. Akaniandikia barua, nikapelekea Fata, nikamwambia Fata, pesa yenye nimeombwa ni hizi na kila kitu yenye miandiko itaenda kufanyiwa ndio hii. Unaona? Fata akaniambia kitu yenye utafanya, kuna njia yenye unaweza kutafuta tuone kama unaweza kupata hii pesa. Kamwambia bedhe vile niko hivi sina hata. Unaona, sina hata. Lakini mimi nitaenda niongee na anko zangu, waongee na watu wanaweza wakafanya hata harambee, unaona? Ndio wanisaidie kwa sababu sina njia na siwezi nikapata hizo pesa. Bedhe vile nikuja na nikaongea na wao, wakasema hapana, wacha tusaidie mtu hii. Wakafanya harambee, unaona? Vile walifanya harambee, ikaisha hiyo mambo, ikaisha, nikapelekwa tena nikarudishwa hospitali. Hizo pesa zilipatikana, nikapelekwa hospitali. Vile nilipelekwa hospitali, tena kisungumkuti ikaingia. Ile mambo yenye daktari aliandika eti itakuwa hivi na hivi na hivi ikageuka. Daktari akaniambia hapa, tena akaanza kuniangalia upya. Unaona? Barua yako nayo ndio hii. Uliniandikia hii kitu ndio hii. Akaangalia akasema hapana, kitu yenye tutafanya, kitu ya kwanza na kupeleka teta, tutoe nyama kidogo ipelekwe Eldoret ikaangaliwe. Alafu machipu ikikuja tutajua vile tutakusaidia. Na mimi mwenyewe wakati nilikuwa naenda huko nilikuwa ninajua kitu yenye anza nitaenda kufanywa ni upasuaji, mguu inyoroshwe ikue tu sawa. Tena nikageushwa eti tena natolewa nyama kwa mguu ipelekwe mambo ya kupima. Sasa daktari akaniambia kitu yenye utafanya wewe, wakanipeleka theater, nyama ikatolewa kwa hii mguu. Ikatolewa kwa hii side. Ikatolewa, ikaenda ikapimwa. Wakaniambia kitu yenye utafanya, enda umalize 1 week, alafu machipu ikikuja tutakupigia simu urudi. Baadaye nilikuja nikamaliza 1 week. Wakanipigia simu wakaniambia Mofa, epo kuja hospitali. Kaambia sawa, niko njiani. Nikaenda mpaka huko, tukakutana na daktari. Akanielezea, akaniambia kusema kweli umeangaliwa. Na kitu yenye wanasema kutoka huko, ugonjwa hakuna kwa mwili. Mwili yako iko sawa. Mwili yako iko sawa kabisa, hakuna ugonjwa yenye imeonekana. Lakini daktari akaniambia kitu yenye tu waliona ni swelling tu, iko kwa swelling iko kutoka mwili yako. Sasa nikauliza daktari, hii swelling inanga madawa? Hakunijibu. Kitu yenye aliniambia uenda nyumbani, ukuje siku fulani, usikuje hapa kwa hospitali, ukuje mpaka Chenelo. Kuna daktari mwenye utakutana na yeye, muongee na yeye, atakuelezea vile utafanya. Mimi nikatoka hapo tena nikakuja hapa nyumbani. Nikakaa siku kidogo, nikarudi vile waliniambia. Nikarudi mpaka Chenelo. Kana nikakutana na daktari, alikuwa Cheriot. Tukakutana na yeye, tukaongea. Alafu kitu yenye aliniambia kusema ukweli, hiyo mguu yako hakuna njia yenye nitaweza tukaisaidia. Kitu yenye tutafanya, hiyo mguu acha iende ikatwe. Ukikubali, hawakuniforce. Waliniambia ukikubali unaweza ukakata hiyo mguu ili uwe hata kama ukilala uwe unalala tu ukiwa normal, ukiwa tu normal. Hasa kama ukitembea unatembea yani ukiwa tu, yani mguu hakuna kitu yenye inakusumbua. Nikaangalia tu hii mguu yangu vizuri tu, nikaangalia nikasema hii mguu bado inafanya hapa chini. Na hata kama kitu ikiniguza tu nasikia. Sasa nikienda kukata nitapagaza nikiwaje? Nikaona hapana. Nikamwambia kitu yenye nitafanya wacha tu ikae hivyo.
siwezi nikajua, kwa sababu ni kitu yenye ilikuja, ni ugonjwa yenye iliingia, na vile inaweza katoka siwezi nikajua. Sasa nikiikata hivyo sasa nimeharibu tu hiyo life yangu, sasa nimeharibu kabisa. Wacha tu ikae hivyo. Kuna siku naweza nikaamka nipate bado niko sawa. Daktari akaniambia hakuna shida. Mimi nikatoka hapo nikakuja nyumbani. Sasa na hii mguu bado ikaanza kwa hii magoti hapa juu. Ikaanza nayo kugonjeka. Sasa sinyooshi, ikajikunja nayo ikajikunja. Hainyoki, iendi mbele irudi, imekwama tu vile nimeweka tu hivi. Nayo nikakaa kwa nyumba kama miezi 4. Sitoki kwa nyumba, inaniuma. Najaribu kufunganisha makamba kwa bala nyumba hivi alafu ninyoroshe, inasindikana. Kasema sasa kama imekuwa tu hivi eti nitakuwa kiwete sasa mwenye hata amuki. Hii life itakuwa mbaya zaidi kuliko hata yenye nilikuwa nayo na mguu mmoja. Sababu nikiwa na mguu mmoja naweza nikasaidika, hata kama naweza nikatoka nje nijisaidia tena nirudi kwa nyumba sio. Lakini sasa nikiwa niko hivi eti miguu yote imejikunja hivi, nitapea pipi yangu kasi kubwa ya kunilinda sio. Sasa nikakaa kwa nyumba tena kidogo kidogo. Daktari akawa anakuja kwa nyumba ananitibu, anaenda. Ananitibu, anaenda. Kwa muda kidogo tu hivi nikaanza tena kupona. Mguu ikaanza kupona. Ile hali ya kuniuma ikatulia. Lakini joint ya mguu unasikia uchungu. Hata kama ni kuiforce kusimama nasikia uchungu. Wakati ilipona ikaanza kufunction. Ile karudi tu hivi ndio mwisho. Na alafu nikinyoosha hivi tena ndio mwisho. Ikakwamia tu. Sasa nikinyosha tu hivi, nimenyosha tu hivi. Hapa nasikia tu hapo uchungu, na hapa nasikia tu nikaa imekuwa imelock kabisa. Naishi mishipa hapa hivi. Sasa iendi kabisa, imekuwa tu hivyo. Mimi nikasema heli tu hivyo kuliko vile ilikuwa imekataleti. Sasa inaweza hata imejikunja, hata siwezi nikaamka nitoke tu hata kidogo. Heli tu hivyo naweza nikatoka nje. Sasa life yangu ikaharibika tu hivyo. Mpaka waleo tunaendelea kustruggle na life pole pole tu hivyo. Sasa hivi bado mguu unahisi uchungu bado? Kusema kweli sijui shida inatokeanga wapi, kwa sababu ni malaria ikiingia kwa mwili inaingia tena inafufua ile ugonjwa iko kwa mwili. Sasa malaria ikiingia inafufua tena, hizi kifufua inaanza tena kugonjeka. Hii mguu sijamaliza kama wiki mbili zenye zimetoka hapa nyuma, bado nilikuwa mgonjwa sana. Unaona hata hizi ngozi bado zinaendelea kutoka hizi ngozi bado inatoka. Sasa hii ngozi vile inatoka hivi ni ugonjwa yenye bado ilikuwa za kwa mwili. Sasa vile nilianza kupona hiyo malaria pole pole, ndio sasa nikipona inatoa ile ngozi yenye ilikuwa imegonjeka. Hii sasa yenye inapaki ndio naanza kutumia nikiwa tu sawa. Lakini ni malaria ikiingia tu hivi inafufua huyo ugonjwa. Sasa ikifufua inawezekana kwa nyumba nikaa huko kwa nyumba kwa muda. Sasa mpaka kabisa malaria ikiiza kabisa, nikipona nikiwa strong, ndio miguu na bado inaanza kupona pole pole. Sasa nimeishi tu hivyo na hiyo ugonjwa tu ikinisumbua tu. Ulirudi kwa Father Masese? Kusema kweli nilirudi kwa Father. Father akasema sasa kama imeshindikana, kitu yenye nitafanya nitaleta maombi. Na kusema kweli walileta maombi. Walifanya maombi hapa nyumbani. Hayo yakaisha. Toka hapo tu Mungu amekuwa tu akisimama na mimi, hata kama nakuwa tu nalegea tu hiyo ugonjwa inanisumbua pole pole. Haiko strong vile, kwa sababu hapa nyuma nilikuwa naweza nikagonjeka nikae kwa nyumba kama miezi 6 ama miezi 7 nikiwa tu kwa nyumba nimelala. Kwa sababu hata nikienda usia hakuna dalili yoyote, hakuna shida. Yaani tu ni pesa tu naendelea kwa sense tena kusumbua mama, kwa sababu unaona niko na mama. Sasa naanza tena kumsumbua akili. Yeye anatulinda, yeye anatufanyia kila kitu huko. Sasa tena nikianza eti nimeenda tena, hiyo gharama itakuwa tu kwake, sasa hiyo mzigo itakuwa kubwa. Sasa naona hakuna haja. Si nenda huko hospitali napewa hizi mapainkiller. Sio mapainkiller. Naambia tu daktari anakuja na nidunga, naanza kwa nyumba. Hivyo tu hiyo life inasonga tu hivyo pole pole, nikipona nakuja tu nakuwa sawa.
natoka nje napiwa tu chua kidogo tena narudi kwa nyumba. Lakini kazi yangu kubwa ni kulala. Kazi yangu kubwa ni kulala kwa sababu sina kitu yenye naweza nikafanya. Ni kulala tu. Na ulifikiria tena kurudi pale Narok na wale mapasta ambao walikuja wakakuombea? Kusema kweli vile nilitoka huko sijaisema eti nirudi tena Narok. Kwa sababu wakati nilikuwa Narok kuna mzigo yenye nilikalia. Kakangu mwenye alikuwa ananishughulikia kazi yake yenye alikuwa anafanya hii ya jua kali ilikuja ikarudi down. Saa hii hana nguvu yoyote. Naweza nikasema eti hakuna nguvu yenye anaweza kanisaidia. Sasa hata wakati nilikuwa huko Narok niliona kama niko na mzigo mkubwa kwa sababu sasa nilianza kujisimamia. Sasa ile ya kusimamia sisi tunajisimamia eti nijisaidie. Hawa majirani walikuwa wananizunguka hapa ndio walikuwa wananisaidia. Kanisa nayo ikaingia. Kwanza wakati nilipata hiyo twins, kanisa iliingilia kati. Sasa kanisa ikachukua mzigo kulipa nyumba, chakula, vile watoi watafaa, mimi mwenyewe madawa ndio hizi kila natipiwa na madawa nini. Hii mzigo ikakuwa kubwa. Sasa kanisa yenyewe ikakuja ililinda watoi ka 6 months. Wakaniambia penye tumefika sasa hii mzigo utakuja kukuachia, si unaona? Kwa sababu tumelinda watoi wamekwaza, wameanza kutambaa. Sasa hii mzigo tunajua iwezi ikakuwa kubwa kutoka hapo sasa, si unaona? Sasa nikafikiria wakiniachia hii mzigo nitaendelea aje na niko huku nyumba inalipwa. Landlord anataka pesa yako kwa sababu kuchenga ile nyumba eti akuja kusaidia eti hivi. Na bedhe landlord naye alikuwa mzuri kwa sababu nilikuwa nalipa kitu kama 25. Wakati aliona hii mzigo yangu alikata ile msahala mpaka ikakucha 1000. Akasema tu waje hii 1000 ilikuwa tu ya stima, unaona? Ilikuwa tu ya stima lakini hizo zingine jaribu tu kusaidia tu watoi. Sasa nikakaa hapo hiyo 6 months. Kufika mwezi wa 7 nikaona hapa siwezi nikatopoa. Heri tu nitoke huku nirudi nyumbani. Ndio maana nikakuja huko nyumbani. Sasa kufikiria eti tena nirudi Narok kuanza kusumbua watu huko eti tena nawapea mzigo tanipea kazi. Na ni wakati gani ulioa sasa? Bedhe nilioa nikiwa vizuri. Okay. Nilioa nikiwa vizuri. Ilikuwa 2014 mwezi wa 5 hivi. Nikaleta bibi tukakaa na yeye miezi 2. Kwanza tukukaa na bibi yangu muda aitiraga tuseme tukula mastare hapana. Ili miezi tu 2 ugonjwa ikaniingilia. Sasa unaona kutoka hapo ikawa tu ugonjwa unanikimbiza hivyo. Lakini wakati tu nilimuoa nilikuwa vizuri. Hata yeye mwenyewe ndio maana anakuja anasema ingekuwa eti nikupata ukiwa hivi ningetoroka kitambo. Lakini sikukupata ukiwa hivi. Ulikuwa tu vizuri. Wacha tu tusukume hiyo life ile imehappen tu hivyo. Na sasa how do you survive now that uko tu watoto wanataka chakula na how do you manage? Kusema kweli imekuwa challenge kubwa. Imekuwa challenge kubwa sana. Kwa sababu unajua kitu yenye tena inakuja na niumanga wakati watoi wangu wakitoka tu hivi wakirudi kwa nyumba papa wakipata tu hata mtoi mwingine ako na sweet anakuja kutu kwa nyumba ananiita papa na mimi nataka hata 10 bob nani ninunue sweet sana kwa sababu watoi hajui anaona baba yake ako sawa anaongea saa mtoi anataka ile sweet yenye ameona mtoi mwingine ako nayo. Sasa hiyo kitu inanipeanga challenge sana kwa sababu mtoi akikuomba kitu kama mzazi unastahili kujituma kama mzazi, unaona? Na kuonyesha kwamba mtoi unampenda. Ndio atakaa wakiwa wakubwa wanachua baba alikuwa anasaidia hivi na hivi, unaona? Usema kwa hiyo challenge imekuwa kubwa lakini nimekuwa tu nikipigana nayo. Mtoi akiniomba tu hivi namwambia kesho utapata, unaona? Unajua mtoi kumpromise kitu unamwambia tu hivi hiyo story imeisha. Ametoka lakini mzigo mkubwa mimi nimeachia mama. Mzigo mkubwa nimeachia mama yangu. Sasa mama kazi yake tu anakimbia akirudi yenye amepata kidogo ndio tunakula tu pamoja. Akipata tu kama 50 ananipea 20 anakula hiyo 30. Sasa tumekuwa tu tukisukuma hiyo life tu hivyo na tukiwa tu na msasi. Na sasa
mna mpango gani pengine tena mnapanga pengine kurejea kuangalia pengine kama kuna upenyo hospitali? Kusema kweli, wakati nilijaribu kusunguka hivi hospitali bila nimetembea, nirudi nyuma kidogo, wakati waliniambia wanikata hii mguu, nikawaambia siwezi nikakata mguu yangu eti niende kuzika mguu na mimi bado niko hai, na hiyo mguu yenye naenda kushika bado iko sawa. Wakaniambia basi kitu yenye utafanya, uko na njia ama uko na pesa yenye unaweza ukaekewa chuma kwa hiyo mguu iende ikatwe alafu chuma iwekwe, asi uwe ukitumia hiyo chuma. Nikamwambia hiyo chuma inawekwa na pesa ngapi? Kusema kwa daktari aliniambia kufanyiwa kazi complete itachukua 650,000. Wakati aliongea hiyo pesa nilinyamaza. Kusema 650,000 sasa hiyo ndio mguu iende kutengenezwa iekewe hiyo chuma, nilinyamaza. Kamwambia hapo siwezi nikaongea, kwa sababu hata kama wakati harambee ilifanywa kwa hiyo mchango yenye ilikuwa ya kunishughulikia, hatukufika hata 50,000. Haikufika 50,000, haikufika. Niambia sasa ni harambee gani tena naweza nikafanya ifike 650? Unaona? Na sio eti ni shamba tuko nayo, naweza ningasema eti tuko na shamba eti naweza nikaenda sasa niuze itoke hiyo pesa. Hakuna. Unaona? Sasa nikamwambia daktari hapo, acha tu nirudi nyumbani nikae nianze kufikiria vile naweza nikasaidia tu familia yangu. Sasa ndio nilitoka tu hapo nikakuja nikaanza kustruggle tu pole pole. Tukiwa na Made tumestruggle tu na yeye, amekuwa tu mzigo, yani amekuwa tu msaada kwangu, sababu sasa sina njia nyingine ya kujisaidia. Nisema sasa niko na njia fulani ya kusaidia. Sasa kuna siku yenye hii kazi yenye sijui anasema eti kuandika si pesa za walemavu hizi. Nikasema ningepata na mimi njia niweke kwa hiyo mkakati, hizo pesa zingekuwa msaada pia kwangu, kwa sababu inaweza kanisaidia kila mwezi vile serikali inasaidia watu. Nikaona hizo pia na mimi ningepata tu hiyo nafasi ni join hapo, ingenisaidia kwa hii familia. Kila mwezi ukipewa hata kama ni 1,000, hiyo 1,000 saa hii mahindi gorogoro moja tuseme kama saa hii ni 60 shillings, unaona? Hasa kwa hiyo 1,000 itakuwa kama mikepe kama 8 ama 10, unaona? Sasa nikasema itakuwa msaada pia, kwa sababu ukipata hizo gorogoro 10 kwa mwezi moja, unaweza kukula hizo kwa mwezi moja. Sana hiyo mwezi kisha, wakati inaenda kuisha ipate tena nyingine inakuja. Asi inakuwa support iko hapo, unaona? Lakini sina njia yoyote. Kwa hivyo kujiandikisha? Sijaijiandikisha, nilienda tu nikaulizia, akaniambia eti siku wataanza kuandikisha utaambiwa, unaona? Sasa kitu yenye nilifaulu, kuna zile pesa serikali ilitoanga saa wakati wa corona. Kuna zile pesa serikali itoe eti watu wenye hawana uwezo wanatumiwa kwa kila wiki, unaona? Zile pesa bedesi zilinisaidia kwa kila wiki tulikuwa tunatumia 1,000. Hizo pesa zilinisaidia sana, kwa sababu kila wiki kupewa hiyo 1,000 ni pesa mingi. Sasa ikakuwa tu msaada kwangu na ikakuwa tegemeo, unaona? Mpaka mama akakuwa tu na msimu kumwepesi kidogo kwake. Lakini sasa hizo pesa tena serikali ikaenda ikafunga, ikasimamisha. Sasa vile ilisimamisha kutoka hiyo, ndio tu pesa yenye nilikula kwa wale watu wenye watisaidii, ndio pesa tu nilipata. Lakini kutoka hapo kaisha tu hivyo, tena msiwe karudi tu kama tu ilikuwa hapo awali. Pengine kuna mtu angetaka kuongea na wewe mwenye natazama, ni jinsi gani anaweza kukupata? Kunipata niko na simu, na kusema kweli hiyo simu nilinunuliwa imekuwa ikinisaidia, kwa sababu unaweza ukapata kuna time yenye mam hana njia yoyote, lakini mimi mwenyewe nilikuwa na marafiki. Kuna daktari mwenye alikuwa ananishughulikia Narok. Huyo daktari naweza nikasema pia amekuwa msaada mkubwa kwangu,
Sasa nikimwandikia hata message nikwambia daktari, kusema kweli leo sina njia yoyote. Sina hata 5 bob. Unaona? Daktari anasema ngojea tu kidogo, nikitoka kazi nitaona vile nitakusaidia. Nikinyamaza tu hivi napata amenitumia pesa. Hiyo pesa inakuwa tu inanisaidia. Kwa hivyo wacha niseme pia hiyo simu imekuwa msaada, ikiwa imenisaidia kutoka kwa marafiki wenye wananijua, marafiki wenye tulikuwa tunafanya nao kazi. Imekuwa tu msaada mkubwa kwa sababu mwenye ananitazama kwa saa hii kunipata kwangu ni kwa simu tu peke yake. Sina shida kupeana namba yangu. Namba yangu ni 07 999 77035. Rudia tena. 07 999 77035. Pengine kuna jambo ungependa kuzungumza, kuna lile jambo unahisi kwamba ungepata ile platform ya kuambia watu wote, pengine ungezungumza. Ni jambo lipi hilo huwa pengine linakusumbua ungetaka kuambia watu? Kusema kweli, nimekuwa tu, unaona, nimekuwa sasa nikiwa tu nikisaidiwa hivi na hivi. Mama amekuwa akikimbia hivi na hivi. Na nimekuwa nikifikiria kwa sababu hawa watoi wangu wenye niko nao, niko na twins wawili na kuna msichana mkubwa first born. Na hawa twins wadogo, hawa watoi wenye mlikuwa mmeona hapa. Hawa watoi wakiamka tu asubuhi wanataka chai. Unajua mtoi yeye ajui shida yenye kwa nyumba yenu ni mtoto. Yeye haoni kitu yenye anaamka tu anataka chai. Sasa na mimi hiyo imekuwa pia challenge kwangu kwa sababu nikafikiria ningepata tu njia ama msaada nipata hata ng'ombe. Unajua ukiwa tu na ng'ombe, hii maziwa badala ya kununua tuseme maziwa nini, ingekuwa tu imenisaidia kidogo. Ningepata tu ng'ombe hivi, ingekuwa tu msaada kwangu kubwa sana. Ingenisaidia alafu niwe tu watoto wanywe chai. Na ng'ombe ukipata nani atailisha sasa? Okay. Sasa hiyo ndio itakuwa mzigo sasa, itakuwa familia, yani bibi sasa itakuwa kasi kwake. Yeye ako sawa, anatembea, anakimbia hivi, akiitwa sasa tukuje unioshe hata nguo hivi, anapata hiyo kazi. Sasa itarudi tu kwa hiyo ndio kazi yake. Atakuwa tu anaiangalia. Itakuwa tu iko afadhali. Finally kabisa, jambo la mwisho. Jambo la mwisho kusema kweli, ningepata njia ya kupata zile pesa zenye niliambiwa eti niende kuwekewa chuma kwa hii mguu, kwa sababu hizi mguu ningefurahi sana kujiona kama natembea. Hata kama sitembei na zile mguu zenye niliumbwa nazo, lakini ningefurahi sana kujiona kama natembea na mimi naweza nikasimama. Unajua ukiwa umesimama tu hivi ukitembea tu kwa watu hivi unawaona unarudi tu kwa nyumba, ingekuwa afadhali sana kwangu. Hiyo tu ndio ningesema, ningepata tu njia ingekuwa tu afadhali kwangu sana. Nashukuru sana. Kwa hiyo tunasema tunachia tu Mungu. Nashukuru. Nashukuru sana. Asante. Karibu. Na nimefurahi sana kwa kutembea kwenu. Acha Mungu aendelee kuwabariki. Nashukuru. Asante.
Nishazungumza na kijana wako hapa. Pengine uanze kwa kutuambia majina yako, jinsi unaitwa. Mimi ni Samuel Bundi Mkindo, ndio baba yangu. Wewe ndiye anko yake mkubwa? Mimi ndio anko yake. Huyu baba yake huwa alikuwa ananifuata. Nishazungumza naye mengi zaidi kuhusiana na hii kisa. Pengine kwa haraka tu, unaweza zungumza nini kuhusiana na ugonjwa wake? Huyu mtoto yule anaelezea, hakueleza tofauti na ile nitaeleza. Kwa vile huyo mtoto alianza kama mchezo tu, ilikuwa kama kitu ya mchezo. Kusema nimekongo katika wakati alikuwa anaingia kwa nyumba. Saa kidogo akasema hii mguu sasa naanza kujisikia mbaya. Ndio kujisikia mbaya, akaanza kama mchezo tu, kama mchezo. Tukaona hiyo mguu sasa naanza kuleta shida. Baba yake alikuwa hapa siku hiyo. Alijaribu tu kunipa mawaida tutafanya nini. Kamwambia kile tutafanya, kuna shamba yake alinunua. Kamwambia hiyo shamba sasa tuliweka miwa. Kamwambia sasa hiyo miwa utauza, alafu tushughulikie mtoto. Baada kushughulika, mzee akaanza kukonseka. Kaniambia tu kama mjezo naye. Leo si kulala vizuri. Nilisikia kama mareli, lakini nilimeza tembe, nimesikia vizuri kidogo. Alikuwa tu analala katika hii nyumba. Tulikuja asubuhi na vijana vingine jirani. Tukamwangalia, akasema leo nimesikia vizuri. Akatoka nje, akakuja akakaa hapa. Na sisi tulikuwa tunakaa kule. Akasema wacha ni wote chua kidogo, alafu nirudi kwa nyumba. Wakati aliamuka kutoka hapa anaelekea kwa nyumba, akaniambia ndugu, nasikia nimesikia mgongo yangu mbaya sana. Bila nimekaa huko nasikia mgongo yangu mbaya. Kamwambia labda ni malaria cha kuisha. Saa zingine tena mesa hiyo tembo utasikia vizuri. Tukatoka nao wajamaa, kawasindikiza, kaelekea kuna soko ngine na hizo Matongo hapo. Kukaa hapo Matongo kidogo, nikasikia tena nikaitwa. Ndugu yake amekuwa mgonjwa zaidi. Kukuja enyewe kumwangalia, hata mimi nilistuka. Sasa wakati nilimwacha alianza kuhara peke yake. Sasa wakati niliingia nikaambia bibi yake Patricia, yeye nguo tuende hospitali. Kamupatricia, tukaleta pikipiki tukapanda. Wakati tunapanda hata nikakuta tena amekiuka, anaanza kuonekana kama iko na nguvu. Kufika hospitali tuko vizuri. Kawekewa maji, akaanza tunaongea, maji ikiendelea. Hawa bibi wa nyumbani wakakuja. Wakati waliingia, ndugu tulikuwa tunaongea vizuri na yeye, sauti ikafungika ya kuongea. Kama ni watu walikuwa tofauti, ningesema hao walikuja na mambo mengine. Sasa huyo mjamaa sauti ikafungika, kuongea hakuna. Sasa tunaangaliana hivi. Nikaita daktari kuja angalia huyu sijui ni nini imemtondokea. Daktari kukuja akasema wacha nimtunge sindani msituni arudi bila alikuwa. Kumdunga ikasindika. Akaniambia sasa tafuta njia umpeleke General. Atuma kuna mja mwingine yuko na gari hapa. Nikampigia simu, akakuja na gari tukampeleka General. Kufika General, kaweko emergency. Kashughulikiwa, kaambiwa mpeleke kwa ward. Kuongea hakuna. Ward tukasinda usiku mzima, aongei. Asubuhi yake nikawacha hao bibi na mwingine, kawaambia sasa wacha nienda nyumbani, jioni nirudi. Kufika jioni ndio ameenda.
hiyo stori ya ndugu ikaisha, tukaanza kumshughulikia. Sasa kumshughulikia asisi yake ikaisha. Huyu hakuwa vibaya sana siku hiyo, Mtoto wake sasa. hakuwa vibaya sana. Vile baba yake alienda, huyu akaanza kusika nguvu kidogo, kuonekana mwili wake sio mbaya. Sasa kuona kwangu, kama tungepata usaidizi ya kumshughulikia huyu mtoto, kwa ajili hatuna uwezo, hatuna nguvu. Kama tungekuwa na nguvu, tungefuatilia sasa mambo ya hospitali, lakini nguvu ikakosa. Sasa tukipata njia halafu yenye kumsaidia, hata sisi tutafurahi. Kwa ajili bila alikuwa anaongea, hata karibu niamuke nitoke niende. Kwa vile nilishughulika mambo ya bwana yake, ndugu baba yake, na hiyo mtoto vile namuona, hata kuna saa zingine sitaki kumwangalia. Kuangalia naona kama ni machozi inatoka. Habari mama. Nzuri. Nishaongea mengi zaidi na kijana wako Moffat, nishaongea na anko yake. Pengine ungeanza kwa kujitambulisha majina yako. Naam. Mimi naitwa Veronica Kwamboka. Huyu Moffat ni mtoto wangu wa 3. Hata ananisumbua miaka mingi. Ndio hata sasa ninashindwa hata kitu yenye nitauza tena niendelee kumpelekea hosi. Aliniambia kwamba wewe ndio unashughulika kila kitu kwa hii nyumba, manake hajiwezi na ugonjwa wako wake. Nauliza sasa tu una manage aje kutafuta chakula, pengine mavazi, nini mahitaji ya kimsingi? Kutafuta kitu ya kukula ni kutafuta kama msigo hivi ni avocado nauza, nikipata kitu kidogo ndio tunakula na yeye. Tangu aligonjeka hakuna mtu mwenye alikuwa ananisaidia, tu ni mimi peke yake. Naendelea kushughulika na yeye, hata nguo yenye watoto wanafaa, hata bibi yake yenye anafaa, ni mimi tu nashughulika naye. Sababu tushaongea mengi zaidi, pengine jambo lako tu ungeambia, kuna watu wanatutazama hapa, pengine jambo lipi ungeongea la mwisho kuhusiana na haya yote amekufika kwenye hii familia, na vile vile kuhusiana na hii safari ya mtoto wako Moffat? Kitu yenye nitaongea ni kusaidia tu, nataka nipate mtu yenye atanisaidia ndio nipate usaidizi kidogo yenye nitapumzika kidogo hivi.